Tumezunguka huku kote, tumekuja kuombeko kazi kama uko na kazi. Nyinyi wote ama mmoja? Sisi wote. Nyinyi wote? Na huyu sinamwona kama mdogo sana, baada ya kutosha kazi. Na sasa nitafanya hivi, wewe nitakutuma maji, alafu wewe nataka ufakie hoteli, alafu tuone mambo ya chakula. Sawa, chukua hii. Enda. Enda kufakia. Chukua hii. Pakia tu vizuri. Manelienda maji hajarudi. Mami anakuja ndio mtakula pamoja. Na sasa utakula chakula gani? Utakula chapati. Enda kaa pale ukule chapati. Wewe unashamaliza kupakia kuja. Kuja na kifagio. Nimaliza. So utakula chakula gani? Utakula chapati. Kaa pale. Na wazazi wenyu wako? Hawako? Na nyinyi mandugu ama sio mandugu? Wote walikufa. Na mnaishi wapi? Sawa, muendelea. Wazazi wenye walikufa tu kitambo kabisa. Sasa mnatembeanga tu. Haya, saa zingine mnaweza kukuja wakati mwingine mkinisaidia kwa kazi, alafu nampea chakula. Sawa.
Asante customer. Arudi tena. Bali yako dada. Cartoon. Kuna moja nilikuwa nimebakisha. Nadhani itakufaa. Nadhani ndio hiyo. Kwa sababu tu yako nakufanyia shilingi 100 lakini huwa anauza 150. Kwa leo ache kwa 100 lakini na kuahidi kesho watu kikuja badala ya kupunguzia nitakuongeza moja. Si sawa? Nimeshukuru customer. Karibu tena. Dada, hebu njoo kidogo. Unaitwa nani? Nimefahamu kukutambua. Hata mimi naitwa Elvis. Unaweza nisaidia namba yako ya simu ili tuweze kuongea tena baadaye? Ningependa tufahamiane zaidi ya ile nimekuona hivi. Okay. Sijali pia hiyo. Hii hapa ni business number ya kadi yangu. Naomba kufika kwako nyumbani. Usahau kunipigia. Naomba mimi ningependa tuongee, lakini kwa vile haujakuja na simu yako, ikifika tu hivi nyumbani unipigie simu. Nakuomba tafadhali. Sawa? Haya, siku njema. Karibu tena. Halo? Wewe yule dada tuliongea jana nikiwa kazini kwangu. Uko wapi sasa? Uko ndani ya daladala? Ambia akuweke pale penye inaitwa mti moja. Mti moja. Alafu nakuja nikuchukua hapo ndio uweze kujua penye naishi, sawa? Ambia mahali inaitwa mti moja, kuna mahali inaitwa mti moja hapa mjini kwetu. Haya, nakuja, ningojea hapo usisonge. Usizime simu tafadhali. Nakuja. Kiwango hapa ndio penye naishi. Kwa ndio nyumbani. Kwa hiyo muda wote nilikuwa nikiishi hapa. Peke yangu, nikifanya kazi yangu. Ndio maana nilikuwa na yangu ya simu jana nikakwambia ukipata moja nipigie. Sijui umepaonaje. Sasa ningeomba pia basi tuanze kushirikiana hapa kwa sababu nimekuwa nikiishi peke yangu. Nianza kwa hiyo kwa sababu nimepata muda kuweza kukutana na wewe. Tuendelee kuishi na wewe hapa kwa hiyo muda sawa. Aishi ama kwa wasiwasi na hapo. Kwa wasiwasi. Kwa hiyo ninapenda kuishi na hapo ngaje ni mahali penye nimekodi nafanya kazi yangu nikiishi hapa. Lakini kuna mabadiliko ambapo naishi sababu kuna ndugu yangu mkubwa ambaye nimeanza pale. Anaishi pale lakini kwa hiyo mwingine kwa naenda kumtembelea wakati mwingine lakini kwa wakati mwingine nakaa. Kuna kazi yangu hapa mwingine pale nilikuwa nikifanya kazi. Ndio nikapatia namba yangu ya simu ili baada ya time kuongea na yeye. Nilikuwa nikiishi hapa peke yangu lakini sijabahatika kuwa na mke. Ndio maana nilikaa na namba yangu ya simu nikaona baada ya muda tuweze kuongea zaidi tukafahamiana. Ili kama utapenda tuendelee kuishi pamoja na wewe. Asante, nashukuru sana. Asante. Nashukuru. Karibu nyumbani. Asante. Sio kwa hiyo. Twende nyumbani. Twende kwa leo nyumbani ndio tuko. Mke wangu. Njoo. Nini mbaya tena? Njoo. Nini tena mke wangu? Sikia mama, nataka kuanzia juzi.
Kwanza juzi. Bado umekuwa ukivumilia hivyo bila kunielezea. Nimevumilia sasa nimekuuliza sasa nimwelewa nikakuuliza. Haya, hebu nielezee. Nasikia mimi mama nasikia kama roho inachafuka. Sina appetite ya kula. Nasikia kama mtu ananiuliza. Hakika kabisa. Haya, Haya. haya. Tulia basi utakuwa kama ni ile hali hiyo itaisha. Sawa. Mungu ndiye. Sasa hivi saa ngapi? Sasa hivi saa 4:30. Lakini tulale. Lakini kama haitakuwa tutaenda hospitali. Lakini naomba Mungu hii hali iende hiyo alafu itaendelea. Tashuhudi hali yetu ya kawaida. Sawa? Hiyo ni hali ya kawaida. Sawa. Mungu malale sasa hivi kufika usiku. No. Mimi nafikiri tulale tu lakini nimeota ndoto mbaya. Sawa mwanangu. Halo. Halo. Ati nini? Ati ndugu yangu amefanyaje? Haya. Haya, nisubiri nakuja. Nisubiri nakuja hapo. Nakuja nyumbani hapo. Ndugu yangu. Ndugu yangu ni mgonjwa. Inasemekana hajaika iko katika hali nzuri. Lakini nakumbuka jana niliota ndoto usiku. Tunaweza fika huko nyumbani pamoja naye. Ningependa kukamilisha leta hii nitakuja baadaye baada ya kazi. Dokta, saidia dokta. Hii ndio mlingoni. Samahani sana. Mgonjwa wenu ana tatizo. Asante dokta. Ana tatizo. Ina maana labda ni msongo wa mawazo tu. Lakini yako sawa kabisa. Hapana dokta, usiseme hivyo. Katika hali mbaya mjanga akiwa nayo itakuwa yeye mgonjwa. Sio na tatizo. Naweza kumuona tafadhali? Unaweza kumuona karibu. Kwa hiyo dokta lazima mjanga aende hata pia leo ni mazoezi na pia ale vizuri. Sawa, nashukuru. Sawa. Mimi naona wapende na mtu yangu mpaka pale mtu anaishi na yeye unaona. Hana poa. Tukubali ndugu yangu. Twende. Sio ulikuwa bebe hiyo bibi yake anatunyanga pale nyumbani kwetu. Karibu ndugu yangu. Nenda kiti hapo. Jisikia uko nyumbani. Karibu. Asante. Jawangu ndugu yangu ndiye kwa James. James huyu hapa ni Angel. Ndiye mtu wangu alikuwa anaishi naye hapa karibu na yote.
tangia wakati kabla sijapata simu ya ghafla kutoka nyumbani ya vile ulikuwa mwanangu. Asanteni sana. Mmenisaidia. Karibu. Sipo. Asante. Tafanya kidogo. Ndugu yangu asante. Tangu ile siku tukiachana na wewe hadi wa leo, najisikia niko ugonjwa wa ghafla tu ulinikuta. Nikajipata niko hospitalini. Ndio hata ninapigia simu simjui ni nani. Hata mimi nilijaribu kuangalia lakini sasa ndio shida yangu ilikuwa simu. Shida yangu ilikuwa ni wewe. Yale nilichanganyikiwa nikakuja hadi pale nyumbani. Nikiwa katika hali nimechanganyikiwa, tunaweza kuchukua hospitalini. Ndio katika hiyo muda tumekuwa tukishinda pale nyumbani. Kwa kawaida nilihisi maisha pale ilikuwa ni magumu. Ndio kila wakati nilikusisitiza nikwambia tuondoke wale tuende kutafuta maisha mjini. Kwa vile niliona maisha pale ilikuwa magumu kuanzia ile wakati wazazi wetu walikuwa hai. Sijui kama unakumbuka hiyo. Nakumbuka sana ndugu yangu, ingawa uko na maumivu kidogo, lakini nitakuwa sawa. Nakuombea Mungu utarudi katika hali ya kawaida tu. Hapa ndio nyumbani. Leo ningefurahia tuendelee kama wewe hapa kwa muda wote hadi urudi hadi hapa kawaida. Asante. Naonaje? Si hapa itakuwa mzuri kuliko ile tumekuwa tukikaa pale. Ndio, itakuwa mzuri sana. Kwa sababu utakuwa unanisaidia. Unajua huko naishi peke yangu. Sasa unaona kama ugonjwa ghafla ndio umenikuta hivi. Siko na mtu yote kumpeleka hospitalini, lakini mimi mwenyewe nikajishtukia tu niko hospitali. Kitambo nirudisha fahamu na kuona uko hapo, nikashangaa umepigiwa simu saa ngapi? Hata niche na kushangaza kwanza hata nimekuwa niche nimeniuma sana. Nimekuja ghafla nikachukua nikapeleka mpaka pale hospitalini. Lakini sasa chenye kimenishangaza ni gani daktari aliyekuwa anakuhudumia. Kwamba ameniambia umepima vipimo vyote lakini alizilisha wazi kwamba haukuwa mgonjwa. Lakini sasa kwa hiyo niuma sana. Kwa sababu niliona maisha yetu ya pale kijijini ilikuwa ni magumu. Niliona uende hiyo itakuwa ni mawazo mkubwa na kuuliza kila wakati kwa vile nilikuacha pale. Ndio nikaona ni bora hata ndio umesibiwa hiyo kama amesema hakuna shida yote mgeni wako. Tukuje naye hadi hapa ndio tuishi hapa. Kulingana na maisha nilikuwa pale nyumbani ilikuwa ni ngumu. Kwa na nini hivi najua niko sawa kabisa. Karibu kabisa. Huyu ndio mke wangu. Tutaendelea kuishi hapa. Hapa kuna nafasi kubwa ni wale nimekapodi hapa. Lakini ni pakubwa ataendelea kutumia kwa hii muda nitakuwa tukiishi hapa. Tafutia chombo cha kutumia kando na ile tunatumia na mke wangu. Pole, utapoa tu. Pole sana sana. Mke wangu. Hai mume wangu. Nimesharejea kutoka kazini. Mume wangu. Nini bana ndugu yangu? Shida naye hapa namuuliza maswali anataka kunijibu. Si leo shida yake ni. Yes, mkanga mtapoa. Sinimata kama mko vizuri nikienda kazini. Muulize shida yake ni. Mimi sijui. Simuelewi. Nilikuwa nimekuja na zawadi yake hapa, acha nipatie kwanza. Nenda atakuona katika ile hali alikuwa nayo ile kumtoa hospitalini. Yangu kuna zawadi nimenunua hapa nimenunua pale mtaani. Nimeona itakufaa. Siko tayari kupokea vitu kutoka kwako wewe. Sasa hivyo ndugu yangu. Siko tayari. Wewe ndugu yangu mkubwa. Yeye nirudi kijijini kufanya niko bado na nguvu. Kumbuka hizi ya kutafuta vitu kwa sisi wawili. Changu ni chako na chako ni changu. Ai hapana. Siwezi zidi kukaa na nyinyi hapa. Nimekataa hiyo. Siwezi. Ndio maisha ya pale mtaani kwetu imekuwa ni magumu. Mimi nataka kuendelea kaa. Yeye nijitafutie. Mimi wewe toka. Sema ndugu yangu. Shemeji. Hata wewe unataka shemeji mgani huu? Kila shemeji. Mimi nimechoka. Mke wangu. Bila nimejaribu kupata ndugu yangu leo sijapata. Amenishika kwa nguvu. Itabidi kesho nimfuate hadi baba nyumbani kwetu nione kama anafika huko. Mimi nasemaje leo? Sasa mke wangu, unajua ni ndugu yangu na mshemeji yako. Siseme hivyo, ndio nataka tushikane leo kumfuata aliko kwa wote. Unajua hapa ni tamu. Anaenda potea. Itabidi kesho nijipange na safari alafu niende nione kama anafika huko. Sawa? Ningependa tufunge macho na tuombe kwa ajili ya hayo. Mungu Baba, haleluya. Asante Bwana. Asante Bwana. Mungu Baba ni asante ni kwa ajili unatenda miujiza. Asante Mungu kwa ajili unaenda kutenda. Asante
ni kwa ajili unaenda kuinua neno lako Bwana. Asante ni kwa ajili unaenda kuonekana. Mungu Baba ni asante. Oh fire! Fire in the name of Jesus Christ. Oh fire! Fire in the name of Jesus Christ. Oh hallelujah! Fire! Oh fire! Fire in the name of Jesus. Oh fire! I command you in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. Toa viatu. Keti hapa. Keti sako. Yako yeshi mimi nanieleza kwa uko na shida kubwa lakini itaisha. Leta matatizo yako kimoyo wako. Paka nyumbani kwake, mtu aliyepika akiwa peke yake, chukua hiyo kilichokucha nayo hapa. Ondoka. Aliyepika akiwa peke yake. Ndio nimeleta. Kuja vizuri. Ingiza katika hii msimu hii. Usijali. Sitakwisha. Kamata msimu huu na mikono yote miwili. Funga na hii kamba. Funga. Enda na paka nyumbani kwake. Mahali ambapo anapolala, uweke chini ya kitanda.
yake itakuwa imefanikiwa. Sawa. Enda. Riore. Baba mchawi. Sema. Nilifuata maagizo na kufanya yaliyoniambia. Sawa, sijali. Ndoto yako itatimizwa. Nasikia harufu ya moto. Haleluya! Asante Bwana kwa ajili unaenda kutenda miujiza. Asante Bwana Yesu kwa ajili unaenda kuonekana. Asante Mungu kwa ajili unaenda kuonekana. Mungu Baba ukaonekana katika jina la Yesu. Ukatenda miujiza ni kwa ajili unaenda yote. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Oh, haleluya! Asante Mungu kwa ajili umetenda. Asante Bwana ni kwa ajili umetenda. Asante Bwana ni kwa ajili umetenda. Oh, haleluya! Asante Bwana. Umeokolewa ndugu. Oh, haleluya. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Pokea utukufu. Pokea utukufu Bwana. Mungu Baba anatenda miujiza. Oh, haleluya. Mungu anatenda miujiza. Bwana Yesu ni mkubwa. Ukiamini katika jina lake ataweza kutenda. Mungu anatenda miujiza. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. 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 Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asante Bwana. Pokea utukufu. Kwa maana zote. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Ukatenda miujiza Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndugu, unakaribishwa katika utukufu wa Bwana. Unakaribisha katika ufalme wa Bwana. Asante. Ni Mungu amekutoa kule ulipokuwa, akakuleta mahali hapa katika jina la Yesu. Kwa maana mahali hapa ndipo unapokea uponyaji na kuweza kuunganishwa na damu yake Yesu Kristo. Wewe ni mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Kule ambako ulikuwa hauko unafaa, lakini mahali hapa ndipo unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui unaitwa nani ndugu yangu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa James. Huyu ni ndugu yangu hapa. Tulikuwa tunaishi na yeye, lakini kwa mafanikio yake ikabidi nimwendeke nyuma kwa baba mchawi. Niliona maendeleo lakini sikumwonea vizuri. Ndio hii nimeleta. Nikunje vizuri. Kisa katika hii msimu hii. Ukijali, itasako sitakwisha. Kamata msimu hii na mikono yote miwili. Funga na hii kamba. Funga. Enda na paka nyumbani kwake. Mahali ambapo anapolala, uweke chini ya kitanda. Nataka itakuwa imefanikiwa. Sawa.
Mchawi, Sema. sijafanikiwa kwa lolote. Ni mashida tu ndo napata zaidi. Usijali. Nasemekana itabidi umtafute popote alipo ili ukaweze kumwangamiza, kwa maana yeye ndiye ameshikilia nyota yako. Ukishamwangamiza hiyo sasa utakuwa umefanikiwa, nyota yako itakuwa imerudi. Sawa. Sawa. Nenda uhakikisha umempata. Sawa. Umemwangamisha. Oi. Haleluya. Asante Bwana kwa ajili unalotenda miujiza. Asante Bwana Yesu kwa ajili unaenda kuonekana. Asante Mungu kwa ajili unaenda kuonekana. Mungu Baba ukaonekana katika jina la Yesu. Ukatenda miujiza ni kwa ajili unazote. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Oh, haleluya. Asante Mungu kwa ajili umetenda. Asante Bwana ni kwa ajili umetenda. Asante Bwana ni kwa ajili umetenda. Oh, haleluya. Asante Bwana. Umeokolewa ndugu. Oh, haleluya. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Pokea utukufu. Pokea utukufu Bwana. Mungu Baba anatenda miujiza. Oh, haleluya. Mungu anatenda miujiza. Bwana Yesu ni mkubwa. Ukiamini katika jina lake hataweza kutenda. Mungu anatenda miujiza. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. 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 Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asante Bwana kwa utukufu. Kwa maana unaweza yote. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Ukatenda miujiza Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndugu, unakaribishwa katika utukufu wa Bwana. Unakaribisha katika ufalme wa Bwana. Asante. Ni Mungu amekutoa kule ulikokuwa akakuleta mahali hapa katika jina la Yesu. Kwa maana mahali hapa ndipo unapokea uponyaji na kuweza kuunganishwa na damu yake Yesu Kristo. Wewe ni mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Kule ambako ulikuwa haukuwa unafaa, lakini mahali hapa ndipo unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Sijui unaitwa nani ndugu yangu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa James. Huyu ni ndugu yangu hapa. Tulikuwa tunaishi na yeye, lakini kwa mafanikio yake ikabidi nimwendeke nyuma kwa baba mchawi. Niliona anaendelea, lakini sikumuonea vizuri. Wewe ndugu yangu mkubwa. Yeye nirudi kijijini kufanya kuniko bado na nguvu. Kumbuka hizi wakati tukua sisi wawili. Changu ni chako na chako ni changu. Ai hapana. Siwezi zidi kukaa na nyinyi hapa. Nimekataa hiyo. Siwezi. Ndio maisha ya pale mtaani kwetu imekuwa ni magumu. Mimi nataka kuendelea kaa. Yeye nijitafutie. Mimi wewe toka. Sema ndugu yangu. Hata wewe unataka shemeji gani? Kila shemeji mimi ni Hai ni wangu. Nimetoka nyumbani sijapata James. Mke wangu. Nini wangu? Hata mimi kati ya jambo sasa kati yako kwa James na mimi kama mke wako unapenda nani? Sema mke wangu. Unapenda nani? Yangu na mke wangu. Haya, aliyeko kama James akuje shamba na kama mke wa pili. Wacha niende. Sema mke wangu. Unajua ni ndugu yangu nataka Uingia kwa James. James. Sema mke wangu. Kile nikuelezee kila kitu. James, mimi nilienda kwetu. Usifanye mke wangu. Nimesema sana nini? Usiondoke kwa kazi kila kitu. Kazi ni kuelezea kila kitu ndugu yangu. Sasa mke wangu.
Sasa nitatafuta James kama natafuta mke wangu sasa. Oh Mungu wangu, saidia. Kwani sasa sana? Na mke wangu sasa. Mpaka natafuta mke wangu na James. Siwezi endelea kuishi kwa nyumba bila James na mke wangu. James, na mke wangu sasa tutapata wapi? Nisamehe ndugu yangu. Asante Bwana. Mungu anatenda miujiza. Asante Bwana. Ametenda miujiza. Hakamtoa ndugu wetu mahali aliko. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Mungu ni mkubwa. Sifa na utukufu irudie Mwenyezi Mungu.
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Iko wapi shangwe na vigelegele jamani? Mungu yeye ametendeka maajabu. Fanya Mungu miujiza ambayo imetendeka mahali hapa. Mungu ametenda miujiza. Oh haleluya. Sifa na utukufu imrudie nani? Sifa na utukufu imrudie nani? Oh haleluya. Mambo ambayo yanakuja kuonekana mahali hapa yakapata kushindwa katika jina la Yesu. Ninaifungua familia yako ikapata kufunguka katika jina la Yesu. Itoke kwa giza katika jina la Yesu. Mungu akaonekana mahali pale katika jina la Yesu. Mumefunguliwa katika jina la Yesu. Ningependa kusoma katika kitabu cha John. Ningependa kusoma John, Biblia yangu hapa ya Kiingereza. John chapter 1 verse 12. Inasema ya kwamba but to all who receive him, who believe in his name, he gave power to become children of God. Hallelujah. Biblia inatuambia aje? Watakao mpokea Bwana Yesu Kristo na watakao liamini jina lake wataitanishwa na Mwenyezi Mungu, watakuwa watoto wake Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa ndugu hawa leo hii wamekubali kumpokea Mwenyezi Mungu na kuamini kwa jina lake, wameitanishwa na Mwenyezi Mungu na kuzaliwa upya kuwa wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikapishangwa na vigelegele. Haleluya. Mumekaribishwa katika ufalme wa Bwana. Kuanzia sasa hivi nyinyi ni wana wa Mungu. Roho wa Bwana inanielekeza ya kwamba tukaweza kufika nyumbani kwenu pale ili tukaweze kuomba. Kwa maana ile boma inaonekana ya kwamba kuna kitu pale ambayo imekuwa ikitendeka kwa muda mrefu. Kwa hivyo inabidi tufike mahali pale. Je, tunaweza tukafika? Yo mchungaji. Haleluya. Asante Bwana. Ningependa tuandamane na washirika wachache tukaelekea pale nyumbani ili tukajue Mungu anaenda kutenda nini juu yetu. Mungu hawabariki. Nani aliyepanda mti huu? Jema. Nani mwenye alipanda hii moto? Unajua mimi sikumbuki. Ilikuwa bado kingali jana. Hata mimi nimesahau. Nilikuwa nataka mti huu ukatwe ili tuweze kusambatisha nguvu za uchawi katika boma hii. Haleluya. Asante Bwana. Tuweze kuikata mti huu, tuweze kusambatisha nguvu za uchawi katika jina la Yesu. Kazi ya Bwana endelee. Haleluya. Oh, hallelujah. Asante Yesu kuja mbele zako. Tunasema ni asante kwa ajili ya yote. Oh, hallelujah. Oh, fire, 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 fire. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire in the name of Jesus Christ. Oh, I command you in the name of Jesus Christ. Oh, fire. Oh, fire. 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 Oh, fire. Fire in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. Fire! Oh, fire! 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 Oh, fire! Fire in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Fire! 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 Ondoka! Katika jina la Yesu. 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 Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana wa majeshi. Asante Bwana. Ongea tunakusikiliza katika jina la Yesu. Bwana sehemu yake wewe. Hallelujah.
Asante Bwana. ambao umekuwa ukiangamiza boma hii. Oh yes. Huu ndio uliua wasasi Ikoma. Oh yes. Huu ndio umesababisha yes. watoto hawa wakihangaika kabla sijakufa. James, ninaomba ujue na kwamba wewe ndiye mwanangu. Wewe ni nani? Umetumika kukuangamiza. Tusambaratisha mimi na ndugu yangu. Kumbe ni wewe. Wewe sio hiyo familia. Wewe ndiye familia yangu. Mwanangu. Yesu mtu wangu. Kuja nina jambo nataka kuelezea. Kwani unafanya nini huko? Gai. Kwani wabadilishia huko? Ndio. Wewe vipi siku hizo umezoea tabia mbaya? Ndio anaka mimi yenye nataka kwambia nitasahau. Kwani ni jambo gani? Wewe kuja. Sasa mbona waketi hapo? Sio kae penye mimi nimeketi. Hapa ni sawa. Hapana, Hili jambo utasikia. Njoo ukae hapa. Hapa niko sawa. Njoo ukae hapa. Hapa Njoo ukae hapa basi. Nisikilize mimi, njoo ukae. Ni sawa. Nitakusikiliza. Utafurahi tu utakasema. Kiwa jambo mzuri nitafurahi. Kwa hiyo kuna wakati naweza nikakuuliza nifurahia kwa yote kila wakati. Kiwa jambo mbaya tunatengeneza. Okay, sawa. Mimi sijisikii vizuri. Amna. Ni kama nitakuwa ni Nimeumalizie. Naogopa. Naogopa nini? Situka hapo wawili, wewe nena tu. Kwani unaniogopa mimi? Niko. Serious. Kwani umefurahi? Nimefurahi. Kweli? Yes. Hapo nimefurahi kabisa. Kabisa. Sawa basi. Sawa tu, utakuwa na furaha leo. Ndani ya yote nimekuwa nikupenda, lakini kuanzia sasa nitakupenda zaidi kulingana na vile ripoti yenye umeniambia. Nitakuwa na furaha tele. Kweli? Ya, hata leo kuna kasawati wasema nacharo kuletea. Serious. Mungu. Juu ya hiyo sasa nitapata zawadi. Utapata kasawati. Utapata zawadi. Utaiona tu, siwezi nikakuelezea sasa hivi. Surprise. Utaiona tu, alafu kesho ya kufanya. Basi nashukuru. Nashukuru kwa umefurahi. Sawa. Sasa nimezidisha furaha kuliko mimi. Si ndio? Nimefurahi sana sana sana. Nitazidi kufurahi. Sawa, nashukuru. Sijui sasa. Nini nafanya? Sio furahi kitu. Unaenda kuitwa baba. Si ndio hiyo? Lakini kuna kitu kingine ambacho naenda kukuelezea. Na naomba unielewe. Wacha nikaketi hapa basi. Tukaangaliane vizuri, sawa? Kuna visanga wewe? Hamna visanga. Kuna kitu nataka kukuambia. Sio unasema unamwambia nini? Si ndio nimeanza sasa. Kuna kitu katika familia yetu. Naomba nikikuelezea unielewe. Na sio kupenda kwetu. Hata pia sisi tulisaliwa tukaikuta iko, na lazima tuendeleshe mpaka wakati mali itaelekea kufika.
hata nyumbani kwetu mimi hata nilikuwa wa kwanza katika familia yetu, na kuna kitu yenye walinikabidhi ambayo niko nayo mpaka sasa hivi. Na hii kitu ni lazima wanga wanakabidhi mtoto wa kwanza. Nini umekabidhiwa? Awe msichana awe mvulana. Nini umekabidhiwa? Kuna kitu ambacho tuko nayo katika familia yetu, si jambo mbaya. Sawa. Ni kitu ya kawaida, hata inajulikana kila mahali. Kuna kitu ambacho inakuwa katika familia yetu kuhusu mtoto wa kwanza. Anapozaliwa inabidi tumkabidhi hiyo uchawi. Kwa ajili ya mambo ya uchawi? Ngoja. Mimi siwezi kubaliana na wewe. Mambo ya uchawi? Hapana, ati uchawi ukabidhi nani? Mtoto ambaye nimezaa mimi mwenyewe. Inabidi chukua. Haiwezekani, mimi siwezi kubali. Chukua shule, mimi nilikuwa kwanza na hata mkeo. Kama mama yake alikubali, mimi siwezi nikakubali kwa mwanangu. Siwezi nikabeba mtoto miezi 9 alafu rudi unajembe. Sasa nisikilize. Nisikilize kwa umakini sana. Wakati ulikuja kwetu ulisikia sisi kwetu ni wachawi? Uliwaisikia? Lakini ni kitu inafaa uelewe. Ninakuuliza, uliwaisikia? Kwanza usinisogelee. Mimi naenda kwetu kwa sababu mimi sikuzaliwa katika familia ya kichawi. Ni sawa? Ninaomba unielewe na usijaribu kunisogelea. Usijaribu kuniguza. Nimesema usijaribu kuniguza. Hapana, kama vitu zangu. Nisikilize kwanza. Hapana, usiniguze mimi. Naomba vitu zangu, Nisikilize. Naomba usijaribu kuniguza. Watu ambao mmezaliwa katika familia ya kichawi, mmelelewa kichawi hadi mnaribisha mababu na mababu hata haiwezekani. Niachilie vitu zangu. Naomba usiniguze. Majirani kutoka mwana mchawi. Siwezekani mimi nenda kwetu. Hapana, mimi nenda kwetu. Akina uchawi wako katika ufamilia na babu merifishwa uchawi nyinyi. Haiwezekani. Nenda tu lakini babu merifishwa uchawi. Utarudi tuwe mwenyewe. Nenda huko. Wewe ni shehe, lakini utarudi. Nenda tu wewe mwenyewe. Na ni lazima tu ikawe hivi. Nenda tu. Ushindwe. Wewe ndio umetumika kutuangamiza kwa hii boma yetu. Kutusambaratisha mimi na ndugu yangu. Ushindwe. Oh yes. Katika maisha yangu. James, wewe ndio umesababisha maisha yangu kuwa katika hali hii. Ushindwe. Na hivi ndio ilikuwa mipango yenu. Umesamehewa katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Mambo yote yatakwisha. Yalianza na yatafika mwisho. Katika jina la Yesu yote yanawezekana. Mungu ni mkubwa na anatenda miujiza yake. Hallelujah. Asante Bwana. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamejificha kwa muda mrefu, ndio mchungaji. Lakini katika jina la Yesu yameweza kufichuka. Kila kitu kinawezekana katika Bwana. Shida zote zimekwisha katika familia yenu. Sasa mko huru. Hallelujah. Furahini kuwa katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mungu hawabariki katika jina la Yesu. Mungu hawabariki katika jina la Yesu. Mungu hawabariki katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Mungu ametenda miujiza katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante Bwana. Oh yes. Asante Yesu. Naomba vitu hivi zikaweze kuchomwa katika jina la Yesu. Zikaweze kuchomwa na ziteketezwe katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amesafiri mwenda zake. Asante Bwana. Mungu anatenda vitu. Tunaweza kuondoka katika jina la Yesu. Baki na amani. Mungu na awajalie mkaishi vyema na mko huru, mfurahie katika maisha yenu. Kwa sasa mko huru. Ila kumbia. Kuja baba. Wewe ndio mchezaji mchezaji yangu kwa mate. Ah wewe. Kianza leo. Ndio mtoto wetu mwenye nilitoka naye kabla hajafungua. Na amekuwa mkubwa. Alikuwa mkubwa sana kwa sasa. Hana jina. James, yeye mtoto wangu. Kianza ameweza kurudi. Karibu. Karibu mke wangu. Haya, baya nyumbani mke wangu. Wazazi wako wazima? Mtoto mzima. Umesema kweli muda wote aje, nimekuwa mkishi naye hajapata jina bado. Kama mimi nilikuwa naona hivi, James, kwa vile maisha yetu yani ile tumekuwa tukiishi kuanzia mwanzoni mimi na kakangu James, kabla ya wewe kuweko mpaka ukakuja pia ukakumbana na matatizo pia. Ningependa tumwite mtoto wetu Levi ni matatizo. Sio na wanaje. Si mbaya, kufanya kwako. Unajua nimesema kwa nini? Unajua jina matatizo itakuwa inaashiria ni kumbukumbu ya maisha yetu hapo mwanzo kuanzia ilikuwa. Kwa sababu maisha yetu mimi na kaka yangu pamoja na wazee kwa ujumla yalikuwa na maisha ya matatizo yani. Hata tuishi katika matatizo mpaka vile tumeweza kupata mtoto wetu. Hasa ili iweze kuwa kumbukumbu katika maisha yetu, ndio nimependelea jina linaitwa Levi ni matatizo. Iwe ni kama yani itakuwa ni kama kumbukumbu ya maisha yetu vile tulikuwa tukiishi hapo mwanzoni. Tatizo mke wangu sijaijua nyumbani kwenu, tulikutania na wewe nikiwa kazini kwangu. Sasa tutakuwa tunaishi na kwa muda wote. Sasa unajua nini mke wangu? Unajua pati nzuri. Hata mimi nimeshukuru Mungu nilidhani tuliai hata na wewe mpaka nyumbani kwetu. Ukajua hapa ndio nyumbani kwetu. Kwa ile wakati tulienda kuchukua ndugu yangu akiwa mgonjwa. Umekumbuka? Unajua nimesaidia mpaka umefanya ukapata mpaka tumbele tunaishi. Haya, nimeshukuru sana. Matatizo. Umekuwa mkubwa. Jina lako likiwa kama kumbukumbu la maisha yetu vile ilikuwa. Tuenda matatizo yetu itakuwa imefikia mwisho sasa. Hapo unasemaje James? Itakuwa imefikia mwisho kabisa ndugu yangu. Naomba Mungu matatizo yasitokee tena. Iweze tokea. Shindo katika jina la Yesu. Amen. Sasa unajua nini? Mimi niko tu naona tu ni kutulia tu hapa nyumbani. Sasa ndio niondoka mke wangu. Sasa ndio niondoka mke wangu, maisha yangu ilibadilika, kila kitu nilichokuwa nacho mzuri ilipotea. Mpaka ile nyumba nilikuwa naishi nilikuwa nimekomboa, kile kitu nilikuwa nayo ndani ilipotea kwa sababu sasa nianza kutangatanga mtaani nikitafuta wewe pamoja na James. Sikuwahi kupata James. Mpaka hiyo muda wote nimekuwa nikitembeanga mpaka James alikuja kukombolea katika ile hali alikuwa nayo ya matatizo ambayo ilinikumba hata pia pamoja na mimi. Sasa kile kitu nilikuwa nacho mzuri mpaka kazi kwangu ilipotea. Sasa kwa sasa hivi sina chochote sasa. Ni hasa tutabidi tuishi kwa pamoja, tuanze kutafuta maisha fresh. Kila kitu kilichokuwa nacho mwanzoni tusahau na tugange yajayo. James fanya poa kama tena na kakaako. Sasa najuaje mke wangu? Leo naomba niwapeleke out kwa sababu umenisurprise pia na mtoto ndio amerudi kwangu. Na mimi nataka niwafanyie surprise wewe pamoja na kwa sababu siku ya leo mimi naona tutakula kwa hii nyumba. Hata umefanya hata mpaka mate meninyonga. Ndio kwa ni muda tangia tulipeleka out tukiwa na wazazi wetu tukiwa wachanga mimi na James. Nimekuwa sasa ni muda mrefu sana. Sasa naomba nitumie nafasi kama surprise ya wewe na pia kukumbusha yani vile wazazi wetu walikuwa tupelekanga out mpaka tumekuwa tukiwa wakubwa tujaenda out tena. Sasa nataka tuondoke wote kwa hii nyumba twende tafute mahali hapa mjini kwetu ndio tunaweza relax tukapata chochote kizuri tuweze kutumia kwa siku hii ya leo. Tunangoja nini? Sasa